So kutana na familia hii ya kishua. Hapa yupo mama, baba na mtoto wao anaitwa Angel. So akiwa anaendelea kupata msosi, baba mtu akawa amefurahishwa sana kurejea kwa binti yake baada ya kumaliza elimu yake. Akawa anamuuliza, mipango yako kwa sasa ni ipi binti yangu? Natamani sana kusikia. Angel akamjibu kuwa kwa sasa plani ni kupumzika tu na kusubiri tu jambo ambalo litakuja mbele yangu na mimi kuanza kulifanya. Mzee akamjibu, hapana, uwezo ukawa unakaa tu bila kuwa na mpango katika maisha. Akamwambia, nisikilize, unatakiwa uweke mpango na malengo ya kitu unachopenda hata kama ni kimoja. Baba, malengo na kitu unachopenda vitasubiri. Nahitaji kupumzika baba. Mzee hakumuelewa kabisa binti yake kwa sababu lengo lake ni mtoto wake afanye kazi aanze kujitegemea. Lakini Angel still anaona hakuna haja kufanya kazi ikiwa wao ni matajiri. Mzee haoni hilo kama ni suluhisho. Mama mtu naye akawa anamdefend mtoto wake kwamba mshua amwache tu mtoto wake apumzike kwanza. Nini kitatokea baada ya Angel kutotaka kufanya kazi wala kuwa na malengo yoyote akiwa anadai kwamba wao ni matajiri? Kana mimi mpaka mwisho. Mimi ni Yusuf the Brave. Yupo huyu mwamba anaitwa Ray. Amekuwa anatafuta kazi kwa kipindi kirefu sana, lakini mambo hayajamuendea sawa licha ya kuwa na matokeo mazuri kwenye cheti chake, jambo ambalo limekuwa likimpa stress sana. Lakini mshikaji wake amekuwa akimpa moyo sana na kuwa faraja yake kwamba kila kitu kitakuwa sawa na ipo siku atapata kazi anayoipenda. Mwamba Ray na mdogo wake anaitwa Ima. So kijana alikuwa anaenda zake depo na kaka yake akawa anampa maneno ya kumsii aweke bidii kwenye maisha na kwenye kila jambo, na kutokana na maisha yao ni muhimu sana focus, awe na heshima, na ndio kitu ambacho kinaweza kikamfanya akafanikiwa. Kijana akamwambia kaka yake kwamba atafanya hivyo na kufanya yeye na wazazi wao waliotangulia mbele za haki wajivunie uwepo wake. Huku Angel amekuwa akimpelekesha sana mfanyakazi wao wa ndani anaitwa Nadia. Ilikuwa bahati mbaya sana baada ya kupasua chombo na Angel alimwakia sana, akawa anamwambia kwamba wewe kila kitu nisamehe tu, sijajua nyie watu maskini mkoje. Sio kwamba ni maskini, bali ni maskini hadi wa akili. Ni vile huwezi kusikia na kutumia akili yako. Na kwenda supermarket, nikirudi sitaki nione uchafu aina yoyote. Basi Ray, nisamehe kuhusu hilo, na kama ambavyo unaona tupo sawa, kwa hiyo unaweza kuondoka. Mwamba akamwambia, lakini nilimwahidi mama yako kuwa nitakuja kumuona. Angel akamwambia, hutakiwi kufanya hivyo. Wewe sio rafiki yetu wala mwanafamilia. Najua kuwa ulikuwepo wakati wa ajali baba yangu, lakini unatakiwa kuacha kuja hapa. Sura yako inanikumbusha mambo nisiyoyapenda. Lakini kabla hajaondoka, bimkubwa anashuka na kumkaribisha, akamsifia kuwa ni mtu mwema sana. Lakini bimkubwa akawa anafikiria kitu. Akawa anamuuliza Ray, hivi tumeshawahi kuonana sehemu? Ndipo msela akamwambia, tulishawahi kuonana. Nilikuja kwenye interview nikiwa nimechelewa na ukagoma kunipa kazi, na aliyesababisha nichelewe ni Angel. Alinimwagia maji, kwa hiyo ilibidi nitafute nguo ya kubadilisha. Mama akamwomba msamaha kwa kile ambacho kimetokea, lakini Angel akaingilia na kumwambia kuwa aondoke. Mama yake akamwangalia na kisha akamwambia Ray akae. So upande mwingine ni mfanyakazi wa ndani anaitwa Nadia, amejificha huku akiubonda sana na feni kipoza chakula. Utafikiri ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa hapati msosi kwa muda mrefu. So Angel anamkuta anamuuliza, unafanya nini hapa? Nadia anamwambia, nakula. Kwa hiyo unapata hata nguvu ya kuniambia unakula? Baba yangu amefariki na hata hana muda mrefu, kwa hiyo unasherehekea kifo chake? Nadia akamwambia, hapana. Angel akamwambia, inuka. So Angel akaenda naye mpaka nje kwenye sehemu ya kutupa taka, akamwambia mwage chakula. Akanamwambia mwage chakula. So Nadia akawa anamwaga chakula kwenye dumu la uchafu, huku kingine akiwa anakiweka kwenye nguo yake. So Angel akiwa anaondoka, Nadia akawa anabugia kile alichokiweka kwenye nguo zake. Mama mtu huko akiwa anaongea na Ray akawa anamuuliza kazi yake kwa sasa, lakini kutokana na hilo akamuomba kwamba kama atakubali basi atamuongeza mshahara mara 2 zaidi anaupata kwenye kazi yake ili awe dereva wake. Kwa sababu anahitaji mtu sana sasa hivi kulingana na hali yake, hawezi kuendesha mwenyewe. Kwa hiyo mwana akamwambia sawa, nitakwenda kufikiria alafu nitarejea na majibu sahihi. Basi mwamba anarudi home, anamwambia mshikaji wake kuhusu huo mchongo. Mshikaji wake akamwambia kuwa haukupaswa hata kufikiria kwa sababu kwanza mama mtu ameahidi kukupa pesa mara 2 zaidi kwa kila ambacho unakipata kwenye maisha zako. Sasa kwa nini hata hukumjibu pale pale? Lakini mwamba wasiwasi wake mkubwa ilikuwa sio kufanya kazi na yule mama, ila kazi ilikuwa ni kwamba atawezaje kuishi na binti yake ambaye ana tabia mbaya kinoma. Lakini mshikaji wake akaona haina maana, anachotakiwa kufanya ni yeye kwenda kufanya kazi. So mwamba kaanza kazi bwana, akiwa anasafisha ndinga pale home. Angel anamkuta, akaanza kumcheka pale. Kwa hiyo unaosha gari mama yangu, unaonyesha ni kama mtu ambaye kuna kitu nataka. Mwamba akamwambia kuwa sifanyi hii kazi kwa sababu yoyote ile, nafanya kwa kuwa mama yako ameniomba nimsaidie. So Angela akaenda ndani kwa hasira na kumfuata mama yake. Anaanza kumuuliza, kwa nini umeamua kumwajiri Ray pasina hata kuniuliza kama mimi nakubaliana na hilo? Mama yake akamjibu kuwa hakuona kama ni kitu cha ajabu sana kwa sababu Ray ni kijana mwema sana.
hapana, ni kitu cha ajabu, umemwajiri kama dereva wako, unamwamini? Mimi namjua huyu, anataka kukutumia tu. So Angel akamwambia mama yake kuwa Ray anatakiwa kuondoka ndani ya nyumba yao. Mama yake akamjibu kuwa haendi popote, kwa sasa ni mwanafamilia. Angel akaanza kucheka pale kwa sauti kwa dharau sana. Akamwambia kama hutomfukuza, basi mimi ndo nitamfukuza. Sasa Angel akiwa amejawa hasira sana, akawa anamsimulia rafiki yake, na rafiki yake akawa anamwambia haoni kama kijana ni mbaya wala nini, ila yupo kwa sababu ya kumsaidia mama yako, na akawa anamshauri kuwa aache hasira kwa sababu zinaweza kufanya akaamua kitu kibaya. So kesho yake Ray ana begi bana mkononi, anapanda kwenye ngazi taratibu, anaelekea chumbani, anakutana na Angel. Angel anamuuliza, samani, unaelekea wapi? Ray anamwambia, naelekea kwenye chumba changu. Hebu subiri, ina maana unakaa hapa sasa hivi? Kabla ya Ray kumjibu, mama yake ndio akamjibu pale, akamwambia ndiyo Angel, kwa sasa Ray anakaa hapa. Mama mtu akamwambia Ray, ingia kwenye chumba chako. Angel akamzuia pale, haendi kokote, anatakiwa aondoke. Mama akaamua kufungua mlango kwa hasira na kumruhusu mwamba aingie. So Angel alikasirika sana. Mama yake akawa anamuuliza, una shida gani Angel? So Angel akawa anashangaa sana, imekuwaje baada ya wiki kadhaa tu baba yake amefariki, alafu mama ameajiri mtu, na isitoshe ameamua kumwambia kabisa aje akae nyumbani kwao. Bi mkubwa akaamua kumwambia kuwa Ray atakaa nao kwenye nyumba yao na hakuna wa kuzuia. So mwamba akiwa Chobingo akaletewa chakula na mfanyakazi wa ndani Nadia, akapiga zake msosi vizuri kabisa, alafu akaubonda sana. Mama anamkuta amelala sana, usingizi fulani wa pono, akamwamsha ili amuendeshe kwenda town. Lakini mwana alionekana kama ana wenge sana, na njiani ni kama alitaka kuligongesha gari. Ndipo mama mtu akamwambia aache aende nyumbani, ataendesha mwenyewe. So kile chakula ambacho mwana aliletewa na Nadia, Angela alikitia dawa. Sasa rafiki yake Angel akawa anamlaumu sana, kwa nini amefanya kitendo hicho. Akamwambia, uoni kama unaweka maisha ya mama yako hatarini? Vipi kama wakipata ajali? Kwa hiyo umefanya yote haya kwa sababu ya Ray aonekane sio mtu sahihi, ili mama yako amfukuze kazi? Nini sasa, kwa nini unafanya hivyo? So sense za Angel zikawa zimerudi, akaanza kuona kwamba amefanya kitendo kibaya sana, na nia yake ilikuwa mama yake aone Ray sio mtu sahihi, amfukuze kazi. Kwa hiyo akaamua kumpigia simu mama yake Chapi ili kujua hali yake. Mama yake anapokea na kumwambia yupo sawa, anamuuliza kuhusu Ray. Mama anamwambia Ray hakuwa yupo sawa kiafya, kwa amemruhusu aende nyumbani. Basi kesho yake mwamba akiwa anaendelea na majukumu yake ya kuosha gari, mama mtu akawa amesogea pale nje na akawa anamwangalia kwa dakika kadhaa. Angel naye akatokea pale na kushangaa namna ambavyo mama yake anamwangalia Ray huko akitabasamu. So Angel akamuuliza mama yake, kwa nini ulikuwa unamwangalia Ray kwa namna ile? Mama yake akamwambia, kwa hiyo kwa sasa unaamua kunichunguza sana. Mama akamwambia, Angel, baba yako amefariki tayari. Nimekuwa nikijitahidi sana, lakini mimi pia ni binadamu. Ni kosa mimi kuanza kuwa na hisia au kuwa na furaha? Niambie Angel. Angel, nimekuja kugundua umekuwa unanionyesha tabia mbaya sana. Mimi ni mama yako, ninastahili heshima. Ni muda sasa Angel uangalie tabia yako, namna ya kuzungumza na mimi. Umenielewa? Sasa wiki kadhaa baadaye Ima alikuja kumuona kaka yake. Sasa wakati Angel anashuka, anamkuta jamaa yuko pale. Akamuuliza, wewe ni nani? Ima akamjibu, naitwa Ima na ni mdogo wake Ray. Nimekuja kumuona kaka yangu hapa, aliniambia anafanya kazi hapa. Angel alimkaribisha kwa tabasamu sana, tofauti na alivyozoeleka. So Ray akatokea pale na kumkumbatia mdogo wake, wakaondoka. So kesho yake wakawa na mazungumzo, wakafahamiana huko, wakipiga story mbili tatu, lakini Ray akawakuta na kukasirishwa sana. Akamwambia mdogo wake kuwa akae mbali na Angel, kuwa sio mtu mzuri, hataki aone ukaribu wowote na Angel. Ima anashangaa, haelewi kabisa. Yeye anaona Angel sio mtu mbaya kwa sababu jinsi ambavyo alimkaribisha na jinsi ambavyo kaka yake anazungumza ni vitu viwili tofauti. Angel alianza kumpenda Ima na alionyesha hiyo kwa kumwambia rafiki yake. So kesho yake Ray akaenda kuongea na mama yake Angel ili amruhusu mdogo wake aishi naye pale kwa mjengo kwa muda, wakati akifanya namna nyingine ya kuweza sehemu nyingine ya kukaa. Mama mtu hakuwa na shida kabisa. So bi mkubwa akiwa juu ya mjengo, Angel na Ima wakiwa wanatembea wanaingia ndani. Mama mtu akawa amewaona, huku Ray naye akiwa amewaona. So Ray chap kabisa akawa ameshuka. Mama mtu naye akupenda kabisa, so naye akawa ameamua kushuka faster. Bahati mbaya mama mtu akawa amejikua, akaanguka mbele ya Ray. Ray kambidi amnyooshe pale. So wakati wanaingia Ima pamoja na Angel, Ray na mama mtu wakawa wananyoshana pale viungo na nini, ndipo ambapo wakashindwa hata kuzungumza kile ambacho walihitaji kukizungumza mara baada ya kuwaona Angel pamoja na Ima. So mama mtu akiwa anapata chakula na mtoto wake, akawa anamuuliza Angel kwa nini imekuwa mapema sana yeye kuanza kujihusisha na mahusiano ikiwa bado ni mdogo. Lakini Angel akamwambia mama yake kuwa tayari yeye ni mtu mzima,
anafahamu kile ambacho anakitaka. Lakini mama mtu akamwambia Angel kuwa alidhani anamchukia sana Ray. Angel akakataa kabisa kwamba hamchukii, ila kitu ambacho yeye kilikuwa kinamuumiza ni yeye mama mtu kumpa nafasi mtu bila kumshirikisha. Mama mtu akanamwambia kwamba Ray ni mtu poa sana. Kwanza nilishindwa kumpa kazi kwa sababu alichelewa kazini, na sababu ilikuwa ni wewe ulimwagia maji, na baadaye ndiye ambaye alimbeba baba yako na kumpeleka hospitali. Ray ni mtu poa sana, sio kama ambavyo unadhani. Unapaswa kumpa nafasi. Mama mtu akamwambia mwanae kuwa ni muda wao wa sasa kuacha majivuno kwa sababu yatawafanya wasiishi na watu vizuri. Angel akamwambia mama yake kwamba sio yeye tu ambaye ana majivuno, kwa hiyo hata yeye mwenyewe ana majivuno. Mama mtu akamwambia ndiyo, hata mimi pia na majivuno, kwa hiyo wote tunapaswa kuyaacha haya majivuno ili tuishi na watu vizuri. Ray akamuita mdogo wake na kumuonya tena kwa mara nyingine na kumwambia kwamba akae mbali na Angel kwa sababu ana tabia mbaya sana, amemdharau, amemfanyia vitu vibaya sana, kwa hiyo ni heri akatafute mtu mwingine huko nje na sio Angel. Mdogo mtu akamwambia freshi, lakini muda mwingine kaka, inabidi uache vitu vingine vipite, na kama alikukosea anaweza kumwambia kuombe msamaha. Lakini Ray akamwambia mdogo wake kwamba kitu pekee ambacho anatakiwa afanye sasa hivi ni kukaa mbali na Angel. So baadaye Ima alimkuta Angel akiwa na picha ya baba yake, akiwa katika majonzi ya kumkumbuka baba yake. So akampa pole sana, lakini akamwambia kuwa nini kilitokea baina yako na kaka yangu Ray. Ndipo Angel akamwambia kuwa nilimdharau sana, nilimfanyia visa, nilimtukana, ila anajutia sana kufanya hivyo. So Ima akamwambia ni kitu kizuri kutambua kosa lako, na kama ukitambua basi ni vyema zaidi ukaombe msamaha. So Angel akaenda kuzungumza na Ray na akamwomba msamaha kwa yale yote ambayo amemfanyia, na Ray hakuwa na iana kabisa, akawa ameamua kumsamehe. Angel pia akaenda kumuomba msamaha mfanyakazi wa ndani Nadia kwa namna ambavyo amekuwa akimtreat, kisha kumpa zawadi. So mama mtu akaamua kumpa majukumu mapya bwana Ray, nafasi ya kuiongoza kampuni na nafasi ambayo Mshua ndiye ambaye alikuwa akiishika. So mwana pia akawa za kazi, lakini siku moja akaamua kumwambia ukweli mama mtu kuwa amekuwa akimuona muda mrefu kwa namna ambavyo amekuwa akimwangalia, na kama kuna kitu hivi anacho ila hataki kukisema. So Ray akamwambia kama kuna kitu anakifikiria basi na yeye pia anafikiria hicho kitu ambacho yeye anafikiria, kwa sababu yuko interested na yeye tangu mwanzo kama ambavyo yeye amekuwa interested naye. So kabla hajaendelea kuzungumza Ray, mama mtu akawa amemnyamazisha na akamkumbatia pale. So unakuwa ndo mwisho wa filamu hii inaitwa When the Pride Meets Love. Niachie comment yako na ionaje filamu hii, alafu tukutane kwenye next movie review. Mimi ni International Golden Presenter IGP Yusuf the Brave.